tunazungumza fitina ya mwanamke na kuonesha mifano hiyo katika Qur'ani. Yusufu alifanyiwa vitimbu hivyo, na si ajabu hichi mnachokiona kinaendelea leo ni fitina hiyo hiyo ambayo inafanywa na kina mama, ambao kwa upande mwingine, ndugu zangu, ndio hao Mtume sallallahu akasema, mtu akiwa na mabinti watatu, man kana lahu 3 banati fa ahsana ta'dibahunna, akawa vizuri kuwalea wakawa na adabu, wa ta'limahunna, na akawapa elimu. Na elimu hii ndugu zangu, bila kupepesa macho, ni elimu ya wao kumjua Mola wao. Wanavyovua nguo madada huko, mabinti huko vyuoni, mitaani kwetu, kuna ujahili wa kuto kumjua Mola wao, kuto kumhofu Mola wao, wakawa wapo tayari kuonesha maumbile yao kama wanavyoonesha wanyama, wakawa tayari kutumiwa kama ambavyo wanatumiana wanyama. Kitu kikubwa kimesahaulika kwenye maisha ya sisi Waislamu. Sisi kunako malezi ya mabinti wetu, hatujawaelimisha elimu ya kumhofu Mola wao. Kwa hivyo ikawa ni vyepesi yeye kutumiwa, ikawa ni vyepesi yeye kufedheheshwa, heshima yake ikawa imeondoka. Hatutapata janna kirahisi rahisi hivyo, bali bishra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sisi ambao tumeruzukiwa watoto wa kike, wala neema dhalika, neema ndugu zangu, neema bishra hii sharti waadibishe, waweke katika adabu. Fa ahsana ta'dibahunna wa ta'limahunna, ukawaelimisha nini anataka Mungu katika maisha yao. Wa rahmatahunna, ukawahurumia. Imekuja katika baadhi ya riwaya, wakasahunna, katika kuwahurumia ukawavisha, ukawalisha, ukawatunza. Katika mazingira kama hayo, Mtume sallallahu anasema, fa inna, kwa hakika, lahul janna, huyu mtu atakuwa na janna, ana pepo. Akawa kasimama baada ya kusikia maneno haya, mmoja katika watu kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, wa in kana lahu 2, vipi mtu akiwa na mabinti wawili? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa 2, pia ana bishara ya kuingia janna. Mmoja akajitokeza pia baada ya kusikia maneno haya, wa in kanat wahida, akauliza, ya Rasulullah, vipi ikiwa ni mmoja? Sallallahu alaihi wasallam akasema, fawahida, hata kama una binti mmoja pia. Ndugu zangu Waislamu, hatuwazungumzi mabinti wanawake kwa maana ya kuwakejeli, kuwafedhehesha, lakini tunazungumza sisi ambao tuna neema hiyo, halafu tukaiacha neema hiyo nje, tukaiacha neema hiyo kutumiwa vibaya, tukawa hatuna ghira, uchungu na mabinti zetu. Hali za mabinti wa vioni leo hii, hali ilivyo katika jamii leo, si tunaishi na mabinti ambao wewe unaona aibu ukimtizama, lakini hiyo hali ilianza huku ndani ya majumba yao. Leo mtoto anatoka kavaa suruale, baba hashtuki, mwanamke anaweka mapambo kila kiungo na anakwenda nayo hayo mpaka sokoni. Hao tunawazungumza wanatoka katika sisi, na ukichunguza vizuri utakuta asili ya wengi katika hao ni hao walioitwa majina ya Kiislamu, ni Waislamu. Mimi nenda duniani, akhil muslimu, utaona mwanamke katangulizwa, na yule mwanamke alipotangulizwa aliachwa wazi, akawekwa wazi. Leo unapofungua simu yako hii, jambo la kwanza ukiwasha interneti utamwona ni mwanamke. Kuonana na watu mbalimbali maofisini, wa kwanza kukupokea ni mwanamke. Zama hizi ni zama za fitna ya mwanamke.